ni ndugu yangu kweli, ni mtoto wa baba yangu mimi, lakini mama ndio tunaachana. Yaani yeye na mama yake, mimi na mama yangu, lakini baba yetu ni moja. Katika sanizini baba Sara naye alikuwa mtoto wa Tera. Amen. Na Biblia inasema alainiwa anayefungua utubu wa ndugu. Sijui Abraham kama alikuwa mtulainiwa ama alikuwa mtulainiwa. Ndio ndio nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo nitamaliza kwa eloquent kuongea faida ya ndoto na hasara ya ndoto. Amen. Sio somo. Ile sio somo. Somo ni ndoto. Vipengele ndio nitaviongelea au mapwenti. Leo hapo hatuna vyote, lakini sorry, nilisema kama niwe napanda sana nitasikia hata taba shida sauti itatoka tena kule, na bado muda ungali mwingi. Amen. Nasikia baba anasema hata kama tukitoa 70 na mjana shida, lakini shida kama baada tunakamilisha vizuri. Amen. Faida ya kwanza ya ndoto, Mungu akimpa mtu, ni kwa sababu ya kumpa mwelekeo wa maisha yake binafsi. Mungu anapokupatia ndoto ni kwa sababu ya kukupatia mwelekeo wa maisha. Jua namna gani utatembea, nini kinachokufuata, nini kinachokusimamia, nini kinachokuwa sababu ya uadui wa maisha yako. Hiyo ni sababu ya kwanza ya Mungu kumpa mtu ndoto. Yusufu alikuwa anatembea na anajua kwamba hatima yangu ni kutawala. Amen. Ingawaji mimi bado nipo dhaifu leo, lakini Mungu ameniandaa kutawala kesho. Kilichomhakikishia kutawala ni ndoto aliyoota. Jambo la pili, Mungu kumpatia mtu ndoto ni kwa sababu ya Mungu kujifunua kwake, ili huyo mtu awe na uhakika kwamba Mungu yuko pamoja naye. Kuna wakati mwingine unakaa umeshawahi kujiswali unasema, Mungu yuko pamoja na mimi au Mungu ameshaniacha? Mungu amenijua au Mungu anijua?